Wakristo na Waislamu wote. Pale ambapo unaisikia sauti hii ni lazima utamkumbuka baba wa taifa na muasisi wa taifa la Tanzania. Si mwingine ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Siku Mwalimu Nyerere alipotoa hotuba yake ya kuaga wa Tanzania, hotuba ya Novemba 5 mwaka 1985, wakati anastaafu uraisi kwa wazee wa Dar es Salaam. Na hotuba yake ndiyo leo hii ninakuletea. Lengo ni kuweza kutunza kumbukumbu za maandishi, kuziweka katika mfumo wa audio ama mfumo wa sauti ili ziweze kuishi miaka na miaka. Hotuba hiyo inasomeka hivi kwamba mimi nimeanza siasa na wazee wa Dar es Salaam na wazee wa Tanzania. Nimeanza nao mapema sana, mapema kweli. Niliporudi kutoka masomoni Uingereza Oktoba 1952, miaka 33 nyuma, wakati huo nikiwa kijana mdogo hivi, kijana wa miaka 30 na kidogo hivi. Niliporudi nikakubaliana na wamisionari hapo Pugu Sekondari nifundishe shuleni kwao. Lakini nikiwa shuleni hadi chuo kikuu nilishaamua kwamba maisha yangu yatakuwa ya siasa. Niliamua hivyo. Nitafundisha kwa muda wa miaka 3 nione hali inavyokwenda na kuzoeana na wenzangu kabla ya kuanza maisha ya siasa. Niliporejea nchini hapo Oktoba nikaenda Butiama. Januari nikarudi Dar es Salaam nikaanza kazi. Nikataka kujua habari za Africa Association. Mzee Mwangosi anakumbuka. Yeye ndiye aliniambia habari za Africa Association. Alishaniambia habari hizo tangu nikiwa Makerere chuo kikuu Uganda, kipindi hicho nikiwa mwanafunzi. Pale mimi na wanafunzi wenzangu tulikuwa tumeanzisha chama kinachoitwa Tanganyika Africa Welfare Association TAWA. Kilikuwa ni chama cha wanafunzi wa Tanganyika, mimi nikiwa katibu wao. Hapa tukaona mambo yanakwenda vizuri kidogo. Tukaona kwa nini TAWA iwe ya wanafunzi peke yao na sio Tanganyika nzima. Kwa hiyo nikawaandikia baadhi ya watu wa Tanganyika, nikasema jamani, tumeanzisha chama, kwa nini msianzishe huko matawi ya chama hicho? Ndugu Mwangosi akapata barua hiyo, alikuwa miongoni mwa walioipata barua hiyo. Akaniandikia nikiwa Makerere, akasema, wewe kwa nini unataka kuanzisha chama kipya? Kipo chama cha Tanganyika Africa Association. Kwa hiyo la maana sio kuanzisha matawi, maana chama kipo na matawi yameenea. La maana ni kwamba hicho chama chenu mfute na muanzishe tawi la Tanganyika Africa Association. Hivyo ndivyo tulivyofanya. Kwa hiyo mimi nikawa katibu wa tawi la TAWA hapo Makerere. Niliporudi Tabora na kuanza kufundisha pale St. Mary's, ambapo kwa sasa inaitwa sekondari ya Milambo, nikachaguliwa katibu wa TAWA wa jimbo ambalo makao yake makuu yalikuwa ni Tabora. Ulipofanyika mkutano wa TAWA mjini Dar es Salaam, nilihudhuria, nikawa mjumbe kutokea Tabora. Kwa hiyo nilikuwa naijua Tanganyika Africa Association nilipokuwa ninaondoka kwenda Ulaya kusoma. Nilikuwa nimeshaonja shughuli za TAWA. Sasa niliporudi baada ya kukaa Pugu siku chache, nikaja mjini Dar es Salaam, nikauliza nani wanaongoza TAWA. Nikaambiwa kuna jamaa mmoja anaitwa Abdul Saks ambaye kwa sasa ni marehemu, ndiye alikuwa katibu mkuu wakati huo. Nilipelekwa na Kasela Bantu ambaye naye aliteleza kidogo na tunaye hapa kwenye mkutano. Kasela Bantu alikuwa ni mwalimu mwenzangu, tulifundisha pamoja Milambo. Nilipokuja Dar es Salaam nilikuta anafanya kazi redioni Tanganyika Broadcasting Corporation. Ni Kasela Bantu huyu ndiye ambaye alinipeleka kwa Saks. Wakati huo mambo yalikuwa yanasinzia kidogo. Kwa muda mfupi mwaka ule tukafufua, hasa kutoka Januari kufikia April TAWA ikafufuka. Tukafanya mkutano hapo. Kwenye mkutano huu wakanichagua mimi kuwa rais wao wa TAWA. Ninasema yote haya kwa shukrani kwa wazee. Jamaa walikuwa watu wazima wa Dar es Salaam na mimi kijana mdogo mzanaki, na Kiswahili changu si kizuri sana cha matatizo. Nimekuja kutoka Ulaya tena masomoni muda mfupi tu. Jamaa hawa wakaniamini haraka sana. Katika muda wa miezi 3 wakanichagua kuwa rais wa TAWA. Hapo ndipo nilianza shughuli mpya ya kuandika katiba ya TAWA na kuipa madhumuni hasa ya shabaha ya kuleta
uhuru. Baada ya miezi 13 hapo mwaka 1954 tukaanzisha taa. Jina hili lilipendekezwa na akina Abdul Saks, walikuwa wamelifikiria tangu zamani walipokuwa askari vitani huko Obama kwenye vita ya pili. Miezi 4 baada ya kuanza kazi Pugu, nikawa ninakuja Dar es Salaam kwa miguu kila Jumamosi. Baadaye wazee wakanipa baskeli, nikawa ninakuja mjini kukutana na wenzangu kufanya mikutano. Hivyo ndivyo tulivyofanya. Wazee wakaniamini upesi sana, tukawa na uhusiano mkubwa sana. Mdogo wenzangu wengine walikuwa Abdul Saks, Abasi Saks, mdogo wake Dosa Azizi, waliokuwa wengi ni wazee. Katika kuhutubia mikutano yangu nilikuwa nikisema wazee na ndugu zangu. Wazee hasa ndio walikuwa na mikutano ya awali ya 5 na 5, waliokuwa na msimamo wa hali ya juu kabisa, hawakuyumba hata kidogo. Vijana walikuwa na mashaka, wengine walikuwa na vikazi vyao, waliogopa kuvipoteza. Nalo jambo lenyewe ni la hatari la kuzungumzia uhuru. Unaweza ukakosa kazi, na wapo waliopoteza kazi, wengine wakaacha kazi. Akina Rashid Kawawa waliona watoke kwenye shughuli hizo, tuje tuungane katika chama. Wazee wa Dar es Salaam na baadaye wa nchi nzima wakatunga mkono, na kila nilipokwenda watu wa kwanza walionielewa walikuwa ni wazee. Nilikwenda Songea mwaka 1955 mara baada ya kujiuzuru. Huko wazee walinipokea na kunielewa. Nilianza safari za kuitembelea Tanganyika nzima. Nilikwenda Mbeya, mkutano wangu niliufanya na wazee, kikundi kidogo cha wazee ndani ya nyumba ya mtu. Kwa mkutano huu wa Mbeya, wazee wakauliza, unatafuta nini? Nikawaambia natafuta uhuru. Wale wazee kwa sababu ya vita ya Majimaji na wanakumbuka kabisa, wakaona mimi ninatafuta jambo la hatari. Tulifanya mkutano wa makini kweli. Wakauliza, wewe unawezaje kuleta uhuru? Wewe una njia gani ya kudai uhuru na usitiwe kitanzi na Waingereza? Tulielezana, nikawaambia, ninyi wazee, Waingereza wanawadanganya. Waingereza wametumwa na ule Umoja wa Mataifa uliokufa, yani League of Nations, waje kuishika Tanganyika kwa muda tu, watusaidie na wakati tutakapokuwa tayari watuachie tukajitawale. Waingereza wanafanya ujanja, hawasemi vita vimekwisha, vita vya pili na Umoja wa Mataifa mwingine umewakabidhi Tanganyika kwa shabaha ile ile. Sisi sio koloni lao, wamepewa dhamana tu ya kuweza kuwepo hapa. Kwa hiyo nikawaambia wazee, hakuna haja ya kumwaga damu, tuwaseme tu, tuwashtaki kwa waliowaleta hapa kwamba hawafanyi kazi yao, wamesahau kabisa. Wazee wakauliza, inawezekana? Nikasema inawezekana. Kazi yetu ya kwanza ilikuwa ni kuwaambia watu kwamba uwezekano wa kujitawala upo. Hilo lilikuwa la kwanza. Wazee walijua maana ya kujitawala, walitamani kujitawala, lakini hawakujua waanzie wapi. Vijana hawakuwa na habari kwamba kujitawala kunawezekana. Kwa hiyo kwa wazee sikuwa na matatizo. Wao hawakuwa na kazi, hawakumuogopa Mwingereza, hawakuogopa kufukuzwa kazi. Baadhi walikuwa ni wafanyabiashara. Mzee John Rupia ambaye sasa hivi ni marehemu, alikuwa mfanyabiashara na kaidi kidogo. Aliwahi kutishwa na kunyang'anywa leseni yake ya biashara. Akaambiwa, ukiendelea kushirikiana na kijana mwenda wazimu Julius Nyerere utanyang'anywa leseni moja kwa moja, hautafanya kazi. Rupia aliwajibu, potelea mbali. Nasema yote haya ikiwa njia ya kutoa shukrani kwa wazee na imani yao kwa vijana wakati huo. Imani hujenga imani, na mambo haya makubwa ya nchi kama hayana baraka za wazee hayaendi, magumu sana. Wanasema ngoma ya mtoto haikeshi. Mimi nilipata baraka za wazee tangu zamani, tangu awali kabisa. Siku moja Dosa akanifuata Magomeni, Dar es Salaam, akasema, leo wazee wanakutaka. Nikauliza wapi? Akasema, kwa mzee Jumbe Tambaza, wanakutaka usiku. Nikasema haya, nitakuja. Nikaenda nikakuta wazee wameshakaa, wameniita kijana wao kuniombea dua.
mimi Mkristo, wao Waislamu watupu. Wakaniombea dua za ubani, tukamaliza. Tulipomaliza wakasema kuna dua pia za wazee wao. Basi wakanitoa nje, tukatoka. Zilipomalizika zilikuwa za Korani, sasa zikaja dua zenyewe za wazee, dua za jadi. Walikuwa na beberu la mbuzi, wamechimba shimo, wakaniambia simama. Nikasimama. Beberu akachinjwa, huko wanaambiwa Twining umekwisha. Huyu Edward Twining alikuwa ni gavana wakati huo. Ndipo nikaambiwa tambuka. Nikavuka lile shimo, hapo nikaambiwa na wazee, basi nenda zako, tangu leo Twining amekwisha. Sasa mimi Mkristo, wao Waislamu, na mimi ni mkorofi katika mambo haya kutambika, lakini tulikuwa tunaelewana na wazee wangu hao. Kwa hiyo nilitambuka pale na kuambiwa nenda nyumbani salama, Twining hawezi tena. Wazee wangu wengine wanakumbuka, tulikuwa tunakwenda Bagamoyo kwenye makaburi kule, tunapiga dua huko kwenye makaburi na wazee wangu, tunarudi. Baadhi yetu mtakumbuka safari moja, jamaa wa Kenya hawa akina Tom Mboya ambaye kwa sasa ni marehemu, walishtakiwa. Tukasema tuwasaidie vipi? Tukasema tufunge. Tukaomba nchi nzima, tukafunga siku hiyo, tufunge, tukafunga. Hakuna kula, hatukula. Na siku ya kufunga tulikuwa na mkutano Bagamoyo. Tukaenda huko, tukafanya mkutano hadi saa 12. Baada ya mkutano tukaenda nyumbani kwa mzee Muhammad Ramia ambaye kwa sasa ni marehemu. Hapa ndipo tulikuwa tumefikia. Mimi nikamuuliza, mzee, she una aspro? Akajibu, kwa nini unataka aspro? Nikajibu kuwa kichwa kinaniuma kweli kweli. Akasema subiri. Tulisubiri hadi saa ya kufuturu, tukafuturu vizuri. Mzee Ramia akaniuliza, bado unataka aspro? Nikajibu kichwa sasa hakiumi. Kumbe ilikuwa ni njaa. Nawaeleza haya kwa sababu huko tulikotoka tulishikamana sana, tulishirikiana sana na wazee. Hiyo ndiyo ilikuwa hotuba ya mwisho ya aliyekuwa rais wa kwanza wa Tanganyika, ni Mwalimu Nyerere. Siku hiyo alipotoa hotuba yake ya kuwaaga wa Tanzania, hotuba ya Novemba 5 mwaka 1985, kipindi ambacho anastaafu rais kwa wazee wa Dar es Salaam, aliweza kuitoa hotuba hiyo. Dhima ya kuweza kuwaheshimu wazee wa Dar es Salaam ipo toka kipindi hicho, na hapo utakuwa umepata mwangaza kwamba kwa nini marais wote wanaoingia Tanzania wanawaheshimu sana wazee. Hiyo ndiyo historia fupi tu kuhusiana na hotuba ya mwisho aliyeweza kuitoa Mwalimu Nyerere katika ukumbi wa Diamond Jubilee mwaka 1985. Wewe kama unapenda historia, wewe kama unapenda kufahamu mambo mengi sana kila siku, ungana nami katika familia hii. Hii inaitwa Bongo Star Media. Kila siku utakuwa unafahamu mambo mengi sana na utakuwa proudly kuwa nasi katika familia yetu hii, kujua mambo mengi kila siku. Karibu sana. Hii inaitwa Bongo Star Media, lakini usisahau kusubscribe hapo chini, kushare, kulike na kuacha komenti yako kama maoni. Unatamani nikuletee historia gani siku nyingine? Mimi nitakuletea. Karibu sana.